Welcome to today's podcast. Leo niko na guest, yule ni one of the top community journalists in Kibera that we have, and he has been through a lot of stuff on his journalism work. Maybe uta take through your work and everything. Na utashare na watu your experiences and all that. Yes, wagwan my people. My name is jina zaidi. Nataka ni jina tu za. Sawa, kwa majina vile watu wanakujua. Kwa majina mimi naitwa Pasli Otieno Omondi. Wasa wananijua kama PJ. Mimi ndo na run 8K TV, Remnant Talents, na bado kuna football team pia tulianzisha huko mtaani. So mimi ndo kwa admin wa page Coco FC. Okay. So maybe unaweza anza na kutuambia what exactly likumotivate kuingia kwa journalism? Experience gani ulikuwa nayo, na ulikuwa nani before being a journalist? Before being a journalist, I was a dancer back then, kutoka class 5 class 5. 2008 ndo saa dance ikaniingia vizuri. Hapo I guess nilikuwa around hapo class 8 hapo nini. So hapo ndo dance ikaniingia vizuri, so tulikuwa tuna train hapo Limo. Kulikuwa na organization fulani ilikuwa inajiita Rock, tulikuwa hapo na kina Mose, tulikuwa tunapiga zoezi mbaya deadly sana. So kujoin high school, so unajua high school iko na vitu mingi, kuna drama, kuna music, kuna football. So pia nilikuwa nacheza ball kiasi, but ball niliona nyota yangu iko kwa ball. So nimecheza football kiasi hapo kuanzia class 5 mpaka class 8 mpaka form 1. So class 8 nikimaliza class 8 nikaacha futa, nikaingia sasa kwa dance kabisa. So kwa dance nimepiga dance mpaka 2022. Ndo nikaacha dance 2022. Hiyo ni after junior amekam. So nikamwacha sasa ni focus sasa. Juu sasa hiyo time hiyo dance iko inaleta vile inafaa. But ulikuanga na like hiyo drive ya journalism mama? Sasa si ndo nakam. Ulikuwa na plan kufanya? Ndo nakam hapo. So unajua sasa after 2022 ku drop dance. Sasa sema 2020 ndo shoot zilikuanga mingi. Hapo ndo nilifanyanga Jerusalem challenge. I guess mimi ndo nilikuwa mswa kwanza ku 430k views hiyo time. Juu vitu zilikuwa zina go too fast juu sasa alikuwa idol kwa mtandao. So after hapo nikaona ile kwa tu idol kwa mtandao na wanatoa sasa wanapiga content, nikasema naweza do nini na saa hii vile hakuna vitu mingi zenye wasa wanadu juu ya COVID imetufunga. So nikaonanga nikaka mingi na show freestyle online. So natafuta beat, unaita marapas naita marapas, tunaenda hapo tunashutu anyway bora tu tukue na kamera na BT. Alafu niko na instrumental kama 3. So napatianga sasa hapo ndo jani ilianza. Hapo ilikuwa I guess 2021 2022 nikipiga hiyo freestyle mtaani. 2022 tukaorganize event ya kwanza. So ulikuwa na target marapas wa mtaa? So nilikuwa na target tu wasanii, bora wewe ni msanii unaweza vibe na beat, unaweza ua beat. So ilikuwa tu kuje show, ilikuwa inajiita Mystery Challenge but under Remnant Talents. So wewe ulikuwa unakam unaua hiyo beat na mystery zako. Hiyo nilikuwa tu wewe tu hiyo beat kabisa. So beat zilikuwa 3. Hiyo time ulikuwa close na Mbala Mwezi. Sasa anajiita one kid tulikuwa nilianza kujoin one kid hapo I guess in 2017. Hapo time pia Mose alikuwa na mdansi yanga, so tukaingianga hapo kidogo tukaanza kupiga zoezi. I guess through zoezi 2018 nikaenda road show fulani Ukambani na Safaricom, tukarudi tukapiga kazi na Mbala pia 1212. So hapo 2022 ndo mimi nilianza ku drop dance, ndio nasema jukumu zimeanza kuwa most. So unaanza kuwa na watu wanakuangalia, watu wanacheki. So nikasema dance itafanya nikue vile nataka kukua. So nikaamua ku drop kiasi. So tell me about experience yako kwa vile uliingia kwa journalism. So vile niliingia, so unajua mimi niliingia na industry entertainment. So sikuwa na ati nilikuwa na ile expect ya ndakam nianze kupiga humanity stories ama kuleta story kukipwa same inform na stories za wase. Music nini. Yangu ilikuwa kuleta music ya West on the map juu. So unapata West like say hata tuseme it's almost like 4 years ama 5 years hatuna any rising artist mwenye ameweka jina ya West kwa map. Mtu sasa tunaona na kama map sana ni virusi mbaya, at least ndo
2025 kisha atakuwa anasikika. 2025 kisha manza ku upgrade nini, internet imeanza kumkubali. So hiyo nilikuanga aim. So 2023 ndo I guess sana kaanza kuingia into journalism sasa ile serious. So gundua unaweza tell hizi stories. Naweza tell hizi stories. So nilikuwa natafuta wasee, napiga stories za wasee. Alafu wasee pia walikuwa like bwana do job fit. So hapo ndo tukakam na brand ya 8K TV 2023 April. So 8K TV ilikuwa like ni invention yako, like when do you come up na name na kila kitu? Sasa 8K TV unajua ilikamaje? In 2022 si nilikuwa na run Remnant Talents. So kuna hiyo organization iko hapo Ulimo. So walikuwa wanatafuta in-house blogger na get. So hiyo time nika applying, nilionaga nini Facebook nika apply. Nikaona wame Twitter meeting, tulikuwa na kina Bonsevi huko. RIP, tulikuwa wase wengi wenye walikuwa wanataka hiyo space ya kukua kama in-house blogger wa hiyo space. Juu space ilikuwa created for creatives within Kibra, watumie spaces ku sharpen skills zao. So hapo ndo tukakam. So huo msenda alikuwa na jina, but the handles alisema juu space ni ya young creatives. So mimi ndaka in case ukama hapa ndaka wewe ujijenge kama young creative, hata ukitoke siku tunavutana ati lipia account ama nini. So kila creative alikuwa na kama hapa alikuwa anajifungulia account. So so mimi nilifungua account yakapatia na jina. So ni wawili ndio mlikama up na hiyo sasa 8K TV. Sasa tuseme tu alipatia na jina. Sapo ndo 8K TV likam, tukaanza kudu stories za wasee mtaani. I guess first episode nilidu ya Mswa Kinyozi, ikadupoa sana. After hapo tukaanza tu kupiga stories za wasee, na within 1 year brand ili grow, channel ika grow. Ikajulikana Kibera mzima like 8K TV kwa hapo ina job fit. So I remember kuna time ulikuwa arrested, right? Hiyo ni 2023 protest na nini. Ilikuwa nga protest ya kina Rao. Hiyo time Rao bado alikuwa anataka seat ya presidential. Kwanza haikuwa agency, si agency. Ile protest ya kwanza. Hiyo ilikuwa 2023 I guess June July huko. Hiyo ndo time nilishikwa hapa Southern Bypass. Hiyo time tulikuwa na Edgar. So hiyo time tulikuwa na Edgar, mimi nashangaa Edgar anakimbia nini na kona press card. So yeye alitoka mbio. So mimi unajua ile kuvuka the other side niende hiyo side nyingine kulikuwa na Sawandudi. So nilikuwa nataka niende the other side ndo niko na safer side. Wale wa Sawandudi wako wanasumbuliwa. So hiyo time navuka hivi au Sawandudi ndo wale Sawandudi wenyewe ndo walinishika kanipatiana. Una get? Wasetua mtaa sasa hata sikuwa najua na mtaa, but ni hao Sawandudi wenyewe walikuwa the other side. Hao ndo walinishika kanipatiana, ndao makarao kanidandia wakaniekapo kwa gari. But kitu poa nilikuanga na ile kadi ya ofisi. So nikwambia mimi hata si protest, mimi nikamkukava. Mimi niko na hata ndio kadi yangu ya job. Na get. Akakwambiaje? Ilikuwa noma. Hakuwa nataka kusikia hiyo story. Libidi tumekaa hapo, tulishikwa kama wawili. Tulishikwa around saa 7, saa 8. Tulikaa mpaka 4. Kama tuko wawili kwa gari. Juu hata hiyo route. Hiyo saa 7 ni mchana. Saa 7 mchana. Mpaka 4 jioni mpaka time saa nguvu ya protest ilisha kabisa. So 5 wakatupeleka police station. 5 to 6 hapo. So mimi najua time mwenye ubwa aliyepa maybe alikuwa ashapatiana info. Wewe kume pia kupatiana info area ati boys wetu huko juu amebambwa nini. Vile alienda hivyo the next day ndo namuona amekam kuni visit police station hapo. Ulipelekwa wapi? Langata police station. So charges ilikuwa gani? Walikuambia specifically hapo kwa police station hizi ndio vitu umedu, hizi ndio rights zako, nini unafaa uende kotini. Hapo kwa police station bado wako wamesema. Sasa unajua hiyo time yote kutoka hiyo time tulishikwa tulikuwa kwa cell bado. So asa wangekam hiyo time nilikuwa nimeshikwa from hapo 6 mpaka hiyo time nilishikwa. Mimi hata singeenda mpaka Inda. Unaona? So ni vile hao likam the next day after sasa fingerprints zilikuwa zashukuliwa, wameshaandika kesi, tunaenda Kibera Law Court. Sasa hapo Law Court ndo wakaamua. Wasomi lipelekwa Kibera Law Court wakawa nini? Wakawasomea sentence zenu. Wakatusema bondi yetu ni ya 100,000.
Sasa kuna mtu alikuwa na 100,000 hapo, sasa ikabidi tumeenda mpaka mpaka industrial area. But hiyo time before tuende ilikuwa noma. Hizo vitu hata hiyo time wange smart hata atungefika inda bado. Juu nilikuwa na kadi ya kazi. Juu hata mwenye kampuni alikam kucheka kanunizo nilikuwa na kadi. Nikamwonyesha juu alikuwa anasema ni kama ukijana kuwa kazi. Na get ile like akuache kwa noma solo. So ako like hiyo kadi nilikuwa naulizia sana. Mpaka naambia kadi yangu ndio iko hapo na diko na ID. So hii experience ili change view yako ya e-journalism. Ulifeel ni kama ini threat kwa life yako ama si maybe nini ili happen after hapo? After hapo I guess, after hapo ndo tena nili come back strong I guess. After hapo nimedo stories zingine amazing. Juu sasa after so, ilikuwa ni kaka motivation hivi. I guess ilikuwa kaka motivation then pia ilikuwa na show like kwa kila kitu unadu kuna time challenging. Kuna time jua itawaka sana, kuna time pia jua mvua itanyesha. So siku yenye mvua itanyesha utasikia poa na pia ikinyesha sana pia floods zitakuwa. So ujue vile uliwahi miss kurudi kwa previous initiatives zile ulikuwa unafanya. Bado ulikuwa na run Remnant Talent, right? Yeah, but sasa more energy ilienda kwa 8K TV cause yeah. Uliwahi miss kwa bando, uliwahi fikiria kwa bando 8K TV kurudi kwa probably ku put more effort kwa Remnant Talents and all that, ama what was it like? So balances on nini zote. So unajua Remnant ilikuwa more of fetching good things zenye ziko kwa street. Yeah. So of which wasee wajuangi huku underground kuna wasanii wa deadly sana wenye wana do job fiti sana. So but again sijawahi regret kurudi nyuma like kuenda kwa musha hiyo page ama kufanya kitu na hiyo page cause niligundua like most of our artists mtaani 99% haweki that much effort kwa craft yao. Cause utapata mimi ndakam nipige msanii interview ama tufanye hiyo street challenge, then at the end of the day mimi ndo ndakuwa msena push huo msanii but yeye ajipush. So utapata ni mimi naeka more effort kwake, yeye amekatu hapo. Juu hata tunaweza shoot ni edit ni post then utapata hata hiyo link yake yeye mwenyewe mwenye kwa hapo yeye hajashare. Anataka wewe ushare. Wewe tu ndio unafanya kila kitu. Na wewe aim yako ilikuwa ni kupatiana platforms kwa hao wasanii. Niko like niseme stepping stone fulani yenye tuseme mtaani manze kuna wasanii tunaweza do hii stuff na tunaweza kuwa vile wasanii wa East wanadu pia sisi tunaweza kuwa hapo. Basi unapata wasanii wetu wako kuna msanii yote aliput effort akafika place yule alikuwa under wewe kwa hiyo Remnant Talent. Yule unaweza taja maybe. Wasanii ama wale work na wale unaweza sema na nini alikuwa on point. Kuna few of the artists tumekuwa nikiwork na wao like unafanya tu hiyo. Kuna few of the artists naweza sema nimekuwa karibu na hao wamekuwa kidu job fiti. Kuna msanii anaitwa Obelia, at least huyo tulipatana naye show fulani Kawangware. Hiyo time na hii saa yenye tuko I guess uko zilikuwa 2022 2021 na saa hii base zako ni base tofauti juu video quality yake iko sawa, writing iko on point, kila kitu iko sawa. So ni mse unaweza sema put effort. Ameput effort kwa craft yake na bado ana push. Tuko na one kid pia amepush sana muziki yake in terms of branding, in terms of kupush like kikindo wasawajue kuna msanii wa one kid kwa street kujimarket, kujaribu kujiput out there. Then kuna Barbara 2023 2024 2025 I guess huo ndo artist tuseme ndo female rapper mwenye mtaani Favor God imekuwa side yake like shows, amekuwa na shows mingi 2024 2025 pia kuna dozi imemfungukia, amerelease EP get. So hao ndo wasanii tunasema ni mtu anajituma anajipush kabisa. Hao ndo at least wana try kupush craft yao ifike base wanataka. Wasanii ni most mention wote. Hao ndo wasanii naweza sema at least wako kwa map wenye nimekuwa close na hao wenye at least wana push zao. Kuna GJB 100 mse anaimba anaduga fiti sana. Kila daily napatanga tu link kwa DM yangu
inaweza kuwa hata si ngoma but ni reel tu kidogo ka short video but ni ngoma yake tu amechapa. Like ana push craft yake ifike ile base anataka. Do you feel by way kuingia kwa journalism actively umeacha ka gap ka void fulani kwa hiyo remnants talent, given that kuna wase pia kwa hiyo group yako ile walikuwa wamejituma hiyo design, wale wamejaribu kufika place, una feel nika kuna ka void imebaki hapo hivyo? Yeah, I feel kuna ka gap. Juu unajua tulianzanga ku host events. Okay. So tulianzanga ku host events kwa mashule. So 2022 ndo tukafanya event moja, niseme ilikuwa event moja amazing, big sana, nilileta more than 15 artists, kwa all moja. Yeah. Na all ilijaa, wasanii walikuwa na perform, wasanii walikuwa na showcase, so wasanii walikuwa wanataka hiyo event ikam tena. Ilikuwa inajiita Tambua Festivals season 1. Sasa ilikuwa season 1, so walikuwa wanataka season 2, but due to fans na nini kwa event si rahisi mzee. Event ni ngumu. Control event. Yeah. Control event ni ngumu sana. Hebu turudi kwa protest and everything. Do you feel like ulikava hii Gen Z protest? Yeah. Nilikava a bit. Do you feel like hizi protest nasaidia gava kusikiza watu, ama ni tu kitu tunafanya but haina any impact kwa nini? You as a journalist yule amekava hizi events, amekava hizo protest za kwanza, ya Gen Z protest. Do you feel like ni a good way ya ku speak up? So sijui nizaiweka na angle gani, but sasa najua inafika mali like tukisema protest sasa ile yote sasa tunalazimisha like hasa wanadu kitu wanajua itatu affect, but wanataka sasa sisi tukam kwa ground tuwakataze wasifanye hiyo stuff. In other ways pia naweza sema ili help juu unapata at least kuna vitu zilitolewa, kuna vitu sasa zingine at least sasa tunasema ziko on the right way juu hiyo protest. But pia tena si poa juu wase wetu wengi wana dead, unajua si poa. Mimi niko on my 20s na naona my fellow youth pia mwenye ako 20 sasa hajaachieve hata dream yake alikuwa anataka, so life yake imeenda hivyo, so yake imeisha hivyo. Na ni inapen sana mzazi juu anaona mtu ndo anafaa kunizika, mbona mimi namzika sasa hivi? Na kuna is there enough freedom of the press, especially for community journalists na ama journalists upcoming, ma freelance during those protests? Do you feel like the authorities, the police in this case, wanna take time to protect ama journalists na kuallow kutell hizo stories vizuri? Juu unajua community journalists ndio wale, kuna vitu zile mainstream haisemi, zile sisi kama wase wa community ndio tunaweza report. So do you feel like tuko covered enough? No, we are not covered enough. We are not covered enough in terms of protection. Because me, I was arrested when covering the protest. Utapata kuna wengine walikuwa abducted while covering the protest. Kuna wase wengine hadi police wana try kuwapiga wasikave ama wasishoot ama wasirecord, because wana feel like ni kama tunapeana na hao ndo wanatupeana. Una get? Ni kama pia wana protect kitu inafanyika mbaya na pia wajui ita affect hapo mbele. Get? So hatuko covered vizuri, but inafaa tukue covered vizuri ndo at least to tell stories zetu poa, ndo pia wase watusikize. Juu sasa ukianza kutu abduct sasa unaua career yetu, unapata kuna wana shut down dreams za nini, dreams za ma journalists. Ndio kuna msee amesoma mazee, hiyo ndo kitu amesomea, so the moment unamfungia like unamnyima kazi yake, asidu kazi yake na right way. Kuna enough awareness kwa ama upcoming journalists na community journalists? Kuna enough awareness ya vile wanaweza deal na maybe kama kuna kitu kama trauma, kama wewe sasa hivi ulikuwa arrested, niko sure kuna hiyo kuna hiyo fear trauma baadaye, your mental state inaweza kuwa iko stable vile. Kuna a way that tunaweza kuwa tuna deal na hii trauma. I guess lazima kuwe na ways juu unapata like unaona kama sasa for example mtaani yetu, hii mtaa yetu utapata tuko less wase wenye kwa ground wenye wase wana tell stories, but so unapata kitu kitufanyikia hakuna wale wase wanaweza kama kutu cancel like kuongea na sisi, kuongea na sisi.
juu unapata mtu anasema hata huo boy ajui kitu anafanya yeye ana try tu na get, then utapata hawa say tuna look up to pia sana sana somehow wanakonga selfish, wanaona umse nikimpatia chance atapanda na hiyo space. So kuna wale pia wataki upande ukue nao hiyo same level, so wanaona hiyo kimfanyikia hivyo ataogopa tena kuingia field, so hawezi ingia tena siku nyingine, hawezi ingia tena siku nyingine. But tukua na enough hizi mentorship hizo counseling, kuna watu wanaweza ongea na ama counselors wa deal na mental health zao. Utapata nini itakuwa na grow to most wase watakuwa natoka tu kwa ground, kila mtu atataka ku tell a story in a different way, si lazima ikuwe more of politics ama ni story iko mingi kwa hii kijiji. Apart from hiyo life experience hiyo ya kukuwa arrested ukiwa journalist, maybe kuna life experience nyingine uko nayo ile ungependa kushare, ile maybe kuna mtu ajui ile pia inaweza educate mtu ama encourage mtu outside there, ama maybe kuna mtu pia anaweza kuwa anapitia the same thing ulipitia, sijika uko nayo experience. Naweza sema niko na kuna story fulani nimewahi do but I guess sasa sijui kama ilikuwa threat ama ilikuwa tu ni wase wa random waliniibia. Juu after nilido story ya barabara hiyo Kibra drive nilido let's say on a Saturday, Sunday, Monday, Wednesday I guess Tuesday kwa mkia Wednesday asa walinirob na imtarget ilikuwa camera, laptop na walikuwa kwa nyumba like walivunja mlango and all that. Not kuvunja mlango walikamsi useme juo jirani alikuwa analia wako na binduki, so sio kama ilikuwa real gun ama fake gun but kitu alikuwa anataka ilikuwa tu hizo vitu. Juu walichukua laptop na wakachukua simu yangu, I guess hizo ndo vitu waliona. But sasa kitu funny ni kama wako wanajua kitu wanataka, juu kadi ya kamera ilikuwa tu hapo, so ni kama hawakuwa sure hawakuwa sure, so wameenda na equipment za kuedit but sasa real clips ziko hapo, kamera hata sikuwa nao kwa nyumba hiyo day. Hiyo nilikuwa kitu poa, so hapo ndo sasa ilikuwa ni threat ama ni nini au kwa jua nani alikuwa behind all this. Sasa jua mpaka wale nani alikuwa behind hiyo stuff. Sasa walienda na kila kitu. Sasa bado hizo footages nilikuwa ganazo zilikuwa tu hapo. But sasa wanaiba after vitu za postiwa, so clip iko viral, kila kitu iko viral, so like wako like maybe walikuwa wanataka kuchukua hiyo ndio wazimekaria usishare hiyo nini ama wazimekaria totally kitambo tena ukacha hapo, walijua utangua kacha tena take time. Basi unaona nilio surprise sasa tuko hapo bizo hataki experience guys na fundishanga mtu vile kuko and everything. Nakumbuka time ile pia nikiatakiwa wakichukua lapi wakachukua hizo stuff nilikuwa nazo kwa experience mbaya. Wanataka msea urudi from zero uanze afresh. Dr. upika up itakuwa ni ngumu sana, but mimi nazaambia wase kama ni kitu unataka kudu wewe do tu, usiangalie nini itapena ama nini itakufanyikia nikidu hii stuff. Ukitaka kuifanya wewe ifanye, usiangalie tunakuwa discouraged na usikuwe discouraged. Mimi nimeenda jela juu ya kuwa journalist. Nimeibiwa juu ya kuwa journalist. Kwa field pia tunakuanga na scandals. Kuna wase tu pia wanakazia juu wanaona yako si big brother. Kuna time hata rawali kujanga toi msana naambia hii channel gani hii hata tujaisikia wewe toka na tukuto na hiyo day nilishoot hiyo day hapo. Wao mshalikuwa ananifukuza siku hizo ananigoteanga kwanza ananiambia bro una do job fit. Huwezi jua so alikuja ku appreciate kitu unafanya baadaye. Wanakamini ku appreciate baadaye. Na pia tena kuna organizations zingine mtaani pia wanadhara wingi hii channel ni ndogo. At the end of the day tena wanakam ni haje zile clip ulishoot kwa event yetu tutumie sisi watumia bure. Hapo sasa uta have to pay. By the way, in terms of payment, una feel that community journalists wanna make enough to earn a living? Like struggles gani in terms of earning a living ile free nini freelancers na maybe community journalists wanapitia? Mseme wa community yetu sasa sijui unajua kila msee anadu act yake na angle different. Yeah. Like tupata Edgar yana do na different angle.
mi niko huku, mi unajua mi mostly napenda kutell the positivity in Kibra, so utapata more of negative stories kwa my channel. So sasa sijui vile hao wana make, but on my side so mi yangu si about all journalists na check juu napata mi nadu photography, nadu videography, so kuna wase who book for services na pia hapo unapata na make do juu channel yangu bado haijakuwa like monetized ile inaweza kuingiza but through your channel sasa inaletanga job like, so unapata so as much as bado iko monetized imekupatia avenue za kuingiza something. So your channel ndo niseme like sijai monetize through internet but nime monetize through like referrals za wase. KTV na do job safi juu unapata tunadu live streaming, na do photography, na do videography. So kuna pia wale wasa wanataka kushutiwa content, so pia tunashutianga wase contents pia hapo hivyo, so unapata ina generate income. Where do we balance nini mambo na kuangalia ethics na journalism na kusaidia pia community? Maybe kama wewe tuseme umefanya story ya mtu fulani na una feel that without even camera peke yake huyu ni mtu wako in need, kuna kitu unaweza fanya, naweza approach mtu offer help kwa maybe ni mtu pia amechomekewa nyumba ama ni in terms of protest, kuna mtu amepigwa risasi anaumia, so uko hapo kwa dilemma, ujui unajaribu kuweigh between kuchukua kushoot video na step in na kusaidia. Tuna balance hiyo nini aje? So for me umekuwa ukibalance aje? For me kuna story moja I do ya sasa nilienda hiyo base nikapata wase get. So story ya kwanza ilikuanga ya huyu journalist Nasibo Kabale. Hiyo story nilishutingi 2024. So mimi nikaika mkuipost I guess 2024 ikiisha hapo October November. Ika pick up na ni kitu nilishoot kitu June July. So time na post ude makaanza kwenda viral, aka get help, akaenda hadi akapelekwa rehab Mombasa. But familia ilikuwa threat. Hiyo day tulikuwa kana Don Wilson. Hata wase wakitupigia simu wakituambia vile watachukua legal action against us juu tumepost msee wao kwa mtandao bila idhini yake. Alafu wanasema tunajua huyo dema yuko fiti. So sisi tukasema kama ni wenye na mnajua yuko fiti, mbona mlimwacha kwa street asafi? So hapo though I'll get help juu Eric Omondi alimsaka akaenda hadi kwao. So alisaidika. Sasa juu kama alitoka rehab. Bila nikumbusha kuna time tu tukiwa field work hizi tukifanya mapping about street lights hizi. Kuna mother nilimpatanga. O mother kuongea na yeye aliniona na kamera akaniambia nimrecord akisema vile nini state yako juu alikuwa ananiambia anataka vile anaweza pata usaidizi. Then kwa hiyo nyumba yake kuna watu walikuwa na threaten kumtoa kwa nyumba, wabomoe hiyo nyumba. But sasa angebomolewa hiyo nyumba kuna place angeenda. So unajua nilimsikiza nikaamua kuchukua story yake. Nikampiga picha. Nikashare. Just 2 hours after kushare phone calls ikaanza, I need to pull down that story. Familia yake kaingilia. I think kuna familia yake members waliingilia hapo wakapiga story kwa wakapiga simu kwa ofisi kusema hiyo story itolewe, huyo sijui ni relative wao sijui nani wao, hiyo story ifai kuenda. But aim yangu ilikuwa tu ni apate help. Which after so much pressure unajilibidi nimeitoa hiyo story within that day. Asia tu kutoanga nimeitoa, but sasa kitu pwani alikuja akachukuliwa. Hapo alikuja akachukuliwa na hiyo nyumba yake haiku as much as ilibomolewa ndio, but sasa haikumuaffect, hakukuwa abandoned, alichukuliwa. So unajua wali make a lot of noise. Tulikuaje hiyo day tulikuanga hapo Subra kwa rail tulikuwa tuna shoot, Don alikuwa na shoot. So si ya huyo dem akatukall akatuambia je you need to pull that video. Sasa nikamwambia je Don hawase anakam vibaya. Don akaniambia ni aje we tulia, we nipatie hiyo ngori, acha mimi niandole hiyo ngori. Unajua mpaka sasa nilikuwa Don akaniambia ni aje we ishi hivyo kwangu alafu mimi ndakupanga. Don akaniambia ikafika saa 2 Don akaniambia ni aje PJ
hii story imekuwa mbaya, familia yake na dem ni wase wa mbaya sana. So fanyaje, turn off location yako na utulie hapo, mimi nakamkuku kupik, mimi niko huku kwao, hasa hata wanaweza tumada ni kama wako na bunduki. Una get, so only tutishia then of the day. Sasa ikafika mahali pia mimi tulilock hiyo video for 2 hours. Kidogo kufungua internet NGC na niulizia iko wapi hiyo video, kaambia ni noma, hasa hadi wanatu threaten mbaya. Sasa ikabidi tena nimeiachilia. Sasa ilifika tu mahali sana nikasema tu acha tu hiyo video iende vile inaenda. Ilienda mzee kila mahali tu udem, but at the end of the day alisaidika. Hiyo ndio kitu. Sasa jiwangi kwa nini family members wengi uki-highlight mtu anaumia, mtu anafai asaidiwe, kuna family members wana feel vibaya, but all along ni watu wanajua huyu mtu anaumia. But our step in to help until ume-highlight, then wanaanza kuthreaten and all that. Wanaonanga kama tunawachafulia jina. Ni kama wachafulia jina kitu kaya. So then kuna story tena nyingine nilido ya dem fulani tuko the same street, but sasa pia wali get help. So hata hiyo I guess no say from Kikuyuni ndo alikuwa na call sana, wananiambia ni aje mimi nataka kuletea udem clothing and food stuff, nataka kupeleka watu wake shule, I'll get help pia huyo. Then sasa tena kuna mwingine alikuwa pregnant kwa the same street, but sasa yeye aliniambia usini record. So mimi nikamwambia naweza chukua picha yako, akaniambia sawa, picha na unaweza nipiga. Imagine nipige picha dem nikatumia CFK wali come through hadi walimofa hiyo nini ya maternity mpaka ya kuzaa. Hiyo iko poa. So kuna zile tu story tumedu amazing, zile zimeleta positive impact. Positive impact kama hizo. So hizo ndo story ni bamba sana. Hizo at least na keep going, na kupatia hiyo motivation ya kuendelea, motivation ya kupush ya do more stories at least kama hizo. What advice would you have to those who are thinking of venturing into journalism and maybe tunaweza ongelea artists pia wale wanafikiria kuingia kwa music? Advice gani unaweza kuwa tuna mtu ana startup kwa hii creative industry? Kwa creative industry advice ni kama unataka kuingia kwa hii creative industry, competition obvious inakuanga. Kitu kingine ni lazima uamue kuifanya, juu usipoamua utaifanya. So wewe amua kuifanya, ujiaminie, alafu pia usikuwe na high expectations. Hizo ndio vitu ufanyaga most of our artists ama creatives wengi wao wana fall into depression, juu alikuwa na ile mentality ya nikiingia hii mwaka lazima ni make it na hii mwaka. So huwa happen hivyo. Kuna watu wengi wako na haraka. Wako na ile, kuna wale wase wa tap hawa nataka tu niingie tap ni boom tap. Alafu pia kitu wanafaa kujua, wanasemaga ni nyota, kila msee ako na nyota yake. Kuna ule msee ataingia leo, kesho hata on the trends. Then kuna ule msee atakalike for hata even 10 years, ndo after 10 years akam kuko on the trend. So wasetu ukiingia kuwa patient, consistency, do more of like we kuwa tu like kila day fanya kitu ingine different, usikuwe na ile kitu moja. Unapata wasanii wetu wa mtaa, msanii anaweza kamata DM yangu anasema mimi ni mtiaji na mnyima interview, but mimi niko like nitumia handle zako. The last day naona alifanya project ni 5 years ago, so niko like so inakuwa ona huyu ni kata yuko serious. Alafu channel iko na ngoma 3, niko like ngoma mwisho ulitoa 5 years ago niko na ngoma 3, so unataka tuongelee nini? Hiyo ni ngoma unapata ni hard. So everything kwa mtiaji juu wewe ndio umeamua kuniweka mimi kwa mtiaji, juu channel yako hauna hiyo effort. So hapa tu ni kuwa fanya kila like kama ni msanii at least make sure after every 3 months, si lazima utupatie video, eka tu hata audio, but make sure mtandao yako pia iko active. Si lazima ati ushoot video ndo hiyo wiki ama hiyo mwezi ndo uko active kwa mtandao. Make sure day in we post to anything, bora tu una post kitu. Unapata msanii lakini amejeza meme, hakuna mahali anaongelea ati yake, so ako ana push meme kushinda hati yake. Unashindwa au sasa so unashindwa sasa yake ni gani, aim yako ni gani? Of which kabla push hati yako kushinda hizo meme hata unaweza kama moja but daily push hiyo hati yako. True. Wasetu waweke kazi. Advice tu ni jiaminie, weka kazi, kila kitu kwa best. Maybe any last word, anything maybe sijauliza ile ungependa kushare na watu? Ungependa kushare na watu? Ile maybe sijaulizia. Tiko au sio, wananijua.
Haiko sawa. Maybe kitu naweza ambia wasetu sana sana kwa wasanii wa mtaa tumelianga sana like West Side music iko dead. Na hakuna support from the community. Hata niliona post fulani msee akisema we don't have support from our own community, na yet our community ndo wase wanatukana time shows imekuwa mtaani. But tunaweza ambia msanii ujue like si kila msee atapenda art yako. Maybe your community unataka support, si kila msee anapenda music wewe unadu. Unaona? Kila msee akona different things zenye wanapenda. For example, naweza pata mimi mfano wa hip hop, ni msanii wa bongo. So siwezi relate na bongo wako. Mimi nita support msanii wa hip hop. Kitu tu aduni wasanii waungane. Tuko na studios kadhaa mtaani, kuna ma video editors wengi mtaani, kuna ma directors mtaani. To make use of our say, tusingoje ati nipate deal ya 50,000 ndo nifanye ngoma kama ngoma big. Create hiki tuko nayo kidogo. Unaweza make use of it na utumie vizuri. Hiyo ndo kitu naambianga wasee. Mimi nilianza kushoot na simu. Kwanza ilikuwa inajiita Oppo F7 kadogo hivi ya black, nilikuwa na kaki iPhone. Nilianza kushoot na simu 2022 pia nilikuwa na shoot na simu, so nilibuy at least simu advance hiyo day, but bado ilikuwa tu Oppo. So unaanza na kitu uko nayo, the more una grow the more vitu zinajileta, the more una grow vitu zinajileta. So hata to young content creators, hiyo kitu yenye uko nayo usitake kushoot na kamera ya 100,000 uone una make content safi. Hiyo simu yako inaweza kupatia more millions of money. Inaweza fanya hata ule mse utawa imagine utakuwa kwa hii field. So wasetu waweke kazi, tuache complain mingi, wasanii waungane. Hizi beef ndogo ndogo ati msanii juu umeenda interview kwa hizi big station unarudi utaki kupiga collab na msanii mwenzako juu unajifiliwe ni celeb. Collaboration manze, hiyo ndo kitu inafanya Island wasewa na grow. Kushikana tu, mkishikana mkono nyi wote tuna job fit itakuwa inaendelea poa sana na hati yetu itakuwa juu. So thanks for coming. Manze, shukrani. Tumekuwa na good talk. Man. Na at least najua tutazidi kuongea sana.